Ladies and gentlemen, are you ready? Ukiona mwenzi wako anatukanwa mbele ya macho yako na unashabikia, hamko mwili mmoja. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu anayejua kwamba yuko na mwenzi wake, hata kama mmojawapo ana udhaifu, hawezi kutangaza hadharani udhaifu. Tuko pamoja? Huwezi kusema udhaifu wa mwenzio hadharani. Kwa nini nakuja na neno hili kwamba hakuna ndoa iliyo kamili duniani? Huwa nasema neno hili kwa watu wengi. Yaani kama mmekaa kwenye ndoa kwa muda wa siku za kutosha, mna amani, kama ni kweli mmekaa mwaka mmoja, mna amani kabisa, mko vizuri, kama ni kweli hiyo jambo, hamjatembelewa na ndugu. Inakwambia ukweli. Yaani kuna vipimo hujamjua mwenzio bado, kwa sababu ndugu hawajaja nyumbani. Siku ndugu watakuja, aidha ndugu wa upande wa mke au upande wa mume. Wakija mkakaa mwezi mmoja, wakatoka na amani na nyinyi mna amani, rudini magotini, mwambie Bwana, ulichonipa ni kile ulichokisema. Haleluya, haleluya. Kwa nini? Mnaweza mkakaa kwa amani, mnaweza mkakaa vizuri, vitu vidogo vidogo vikatokea vipo, lakini kwambie, wakishaingia watu tofauti pale nyumbani, wanakuja na tabia zao tofauti, watakuja na mitazamo tofauti. Nianze upande wa mume. Ndugu za mume wengine wamefunzwa na wamefunzika kweli, lakini the majority, yani 75% kama sio 80, ndugu za mume wanapokuja nyumbani, kitu wanachokiona cha kwanza pale ni kwao. Hilo ndio jambo la kwanza, pale ni kwao na vitu vyote ni vya kwao. Sasa ole wako kama walishamsomesha kijana wao, wakampa ka ujuzi fulani, wakishafika pale kila huwa hawaangalii sijui mwanamke ana kazi, sijui mwanamke ni mfanyabiashara, ni nani. No, hiyo mtajua wenyewe. Sisi tunachojua ni kwamba kijana wetu tulimsomesha, kumbe tajiri wa Mungu kama sio maskini wa Mungu. Hata vile vinavyoonekana ni juhudi ya mwanamke. Mungu atusaidie sana. Ni kweli ana kazi, maana hamjawahi uliza hela yake inafanya kazi gani. Inawezekana ni mtapanyaji wa fedha, ana matumizi anayoyajua mwenyewe. Kwa hiyo mahangaiko ya pale nyumbani wanafanyaje? Juhudi ya mwanamke. Inawezekana kuna biashara fulani na nini, au kazi ya mwanamke inafanya vile vitu. Lakini mara nyingi wakija ndugu za mume nyumbani, wanachojua hivi vyote ni vya kwetu. Sasa mbaya zaidi, kuna wale ambao huwa wanataka hata ndugu yao wanapoondoka asubuhi awaachie wao hela ya kula ya siku hiyo. Wanatamani muda wote mnapokaa wazungumze Kiruga. Unajua hakuna kitu kibaya kwenye maisha kama kutembelewa na ndugu nyumbani, wanazungumza Kiruga na wewe upo na hujui hiyo lugha. Maana yake ni nini? Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni moja kwa moja wanakusema, wanakujadili mbele yako sababu usikii, ilo wanakujadili unajua ni vitu vibaya tu. Siamini kama maana ingekuwa ni vizuri angeongea Kiswahili. Ni Kiruga tu, prakata kama ni Kigoma. Na muraye. Hujui hata inatibua. Shida ndio maana kuambia labda hujatembelewa na ndugu. Shida inaanzia hapo. Kwa nini mzungumze Kiruga? Na mimi nipo sijui lugha yenu. Bwana, ni vitu vya kawaida. Ole wako asikie wifi, ndio unalalamika hivyo. Kazi ipo.